Somo letu ni roho ya uharibifu. Kama unaandika, andika roho ya uharibifu. Hilo ndio somo ambalo tunaenda nalo. Amen. Memona kamanda amekuja na Pastor Judith. Punga mkono namna hii, tunakupenda. Wow, karibu sana. Amen. Roho ya uharibifu. Baba, asante kwa ajili ya wakati mwema. Ni wakati ambapo tunaenda kula na kunywa mezani pako. Tunaomba Bwana ukaseme wazi na watoto wako, ukawashibishe na kuwafungua katika jina la Yesu. Amen. Roho ya uharibifu, hilo ndio somo letu. Sasa unaweza ukajiuliza, roho ya uharibifu ni roho ya aina gani? Roho ya uharibifu ni roho inayomvaa mtu ili kuharibu au kupotosha na kuondoa mpangilio mzuri wa Mungu katika maisha ya mtu, jamii au taifa. Roho ya uharibifu ni roho inayomvaa mtu ili kuharibu, kupotosha na kuondoa mpangilio mzuri wa Mungu katika maisha ya mtu, jamii au taifa. Roho ya uharibifu, narudia, ni roho inayomvaa mtu ili kuharibu, kupotosha na kuondoa mpangilio mzuri wa Mungu katika maisha ya mtu, jamii au taifa. Kwa mujibu wa Biblia, maandiko yanaonyesha wazi roho ya uharibifu hutoka kwa shetani, na pia roho ya uharibifu ni shetani mwenyewe. Maandiko yanaonyesha wazi roho ya uharibifu inatoka kwa shetani, na roho ya uharibifu ni shetani mwenyewe. Hapa nitakuonyesha maandiko machache yanayothibitisha hili, na tutapiga hatua kwa hatua kufika kwenye kiini kile ambacho tunakitaka. Yohana 10 na ule mstari wa 10. Yohana 10 na ule mstari wa 10. Biblia inasema, mwivi aji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Andiko hili linajaribu kutuonyesha wazi kwamba uharibifu unatoka kwa adui shetani, si kwa Mungu. Kwamba shetani anakuja ili aharibu na kuchinja, lakini Yesu alikuja ili watu wawe na uzima tele. Kwa hiyo unaona andiko la kwanza linalothibitisha. Lakini andiko la pili ni Petro wa kwanza 5:8. Petro wa kwanza 5:8. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ungurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Shetani ni kama simba ungurumaye, anazunguka anatafuta mtu wa kummeza. Hili ni andiko la pili. Lakini pia andiko la tatu ni Ufunuo wa Yohana 9 na ule mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana 9 na ule mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi, na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abaddon, na kwa Kiyunani analo jina lake Apolion. Hapa nitafafanua kidogo kwa upana. Muktadha wa kitabu cha Ufunuo sura ya 9, Yohana anaona hukumu ya baragumu ya 5. Anaona shimo la kuzimu linafunguliwa na moshi mkubwa unatoka humo. Wanatoka nzige wa ajabu waliokuwa na uwezo wa kuumiza wanadamu kwa muda fulani. Na hao nzige sio wa kawaida, bali ni mfano wa majeshi ya kishetani. Wanatoka nzige wenye kuwazuru wanadamu kwa muda, lakini sio nzige wa kawaida. Hawa nzige ni majeshi ya kishetani. Jambo la kushangaza, hawa nzige walikuwa na mfalme juu yao. Hii ni kuonyesha hawa nzige hawakuwa nzige wa kawaida. Pia inatuonyesha kwamba nguvu za giza zina uongozi wake na mpangilio wa kivita. Maana nzige wa kawaida ama nzige halisi hawawezi kuwa na mfalme. Unanielewa vizuri Kulingana na Mithali 20 na ule mstari wa 27. Mithali 30:27. Kulingana na Mithali 30:27. Anasema nzige hawana mfalme, lakini huenda wote pamoja, vikosi kwa vikosi. Biblia inasema nzige hawana mfalme, lakini wanaenda pamoja, vikosi kwa vikosi. Lakini hawa nzige tunaona wana mfalme, na huyu mfalme ana majina. Hii ni kutuonyesha kwamba utawala wa kuzimu huwa una uongozi kwa ajili ya uharibifu. Sasa Biblia inaendelea kuonyesha, Ufunuo inaendelea kuonyesha, hiyo Ufunuo 9, jina la yule kiongozi ama mfalme alikuwa anaitwa ni Abaddon.
maana yake ni uharibifu au maangamizi, kwa Kiebrania Abaddon. Lakini na kwa Kigiriki alikuwa anaitwa Apollyon, maana yake ni mharibu ama mharibifu. Maana yake huyu ndio roho mkuu wa uharibifu, anayeongoza majeshi ya nini? Ya kuzimu. Roho kuu ya uharibifu anayeongoza majeshi ya kuzimu. Kwa hiyo kwa kifupi, Ufunuo 9:11 inamfunua Abaddon ama Apollyon kama kiongozi wa majeshi ya kuzimu anayejulikana kwa jina la uharibifu. Unanielewa vizuri hapo? Unanielewa vizuri hapo? Kwa hiyo tayari unaanza kupata picha kulingana na maandiko hayo machache kwamba kuzimu ndipo mahali pekee ambapo uharibifu unazaliwa, na shetani ndio baba wa roho ya uharibifu. Aliyenielewa na aseme amen. Lakini pia kuna muda nikawa napitia vitabu vya Mwenyezi Mungu vya Qur'an tukufu, nikataka kuona Qur'an tukufu ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasemaje. Nikagundua pia kuna vitu napo kwenye Qur'an 35:6 anasema, hakika shetani kwenu ni adui, basi mfanyeni adui, anaita wafuasi wake ili wawe miongoni mwa watu wa moto unaowaka. Qur'ani inasema shetani ni adui na mumfanye kuwa adui. Nikajaribu kuvilinganisha, kumbe vitabu vyote vinathibitisha kwamba adui na mharibifu ni shetani. Kitabu kingine nilisoma tena nikaongeza, nikasema hii hainitoshi. Nikasoma Qur'an 72:11 ambayo inasema na kwamba miongoni mwetu wako wema na miongoni mwetu wako kinyume chake. Tumekuwa madaraja mbalimbali, yani miongoni mwa yale mashetani kuna wema na miongoni mwao kuna wale wabaya, kuna madaraja mbalimbali. Nikajifunza kumbe vitabu vinathibitisha kumbe roho ya uharibifu inatoka wapi? Kwa shetani. Sema amina. Anenielewa aseme amina. Anenielewa aseme amina. Lakini pia Qur'ani yenyewe inakataza mtu kufanya uharibifu na inachukia mtu kufanya uharibifu. Nikasoma Qur'an 7:56 nikaona inaonya, inasema hivi, wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenezwa. Inasema msifanye uharibifu. Kwa hiyo kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anazuia uharibifu, Yehova anazuia uharibifu, uharibifu unatoka wapi? Ina maana uharibifu chanzo chake ni kwa shetani. Aliyenielewa na aseme amina tena. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko hayo machache, Qur'an tukufu na Biblia takatifu, tunaanza kuona kwamba uharibifu wowote, na unapoona mtu anafanya uharibifu au amevaliwa na roho ya uharibifu, maana yake huo uharibifu umetoka kwa shetani, na shetani ndio hutuma roho ya uharibifu kwa mtu ili mtu huyo aweze kuharibikiwa. Sema amina. Sema amina. Unapoona mtu amebadilika ghafla na kuna mambo anaanza kuyafanya ya ovyo ovyo, kuna roho nyuma yake, ina maana shetani ametuma uharibifu. Mungu hawezi kutuma uharibifu kwa mtu, ama Mungu hawezi kumtumia mtu afanye uharibifu. Unapoona mtu ana moyo wa kufanya uharibifu, yani mtu anaamua tu kuharibu, kuvunja, kugaragaza, kuharibu, kupiganisha vichwa, kugonganisha, kuvunja ndoa, kuvunja biashara, kufanya mauzauza, kuna roho iko ndani yake. Na leo Mungu ameachilia neema Jumapili ya leo, kila roho iliyotumwa na shetani ya uharibifu leo itaachia maisha ya watu katika jina la Yesu. Haijalishi imetumwa iharibu afya yako, iharibu biashara, iharibu kazi, maadamu inatoka kwa shetani itakuachia katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema kila pando asiyoipanda baba yangu wa mbinguni nalo litang'olewa. Natamka yale mapando yaliyopandwa na shetani, yaliyopandwa na wachawi, yaliyopandwa na waganga wa kienyeji, tunayang'oa leo katika jina la Yesu. Anayeamini atatokea leo na aseme amina kubwa. Geukia jirani yako, mwambie leo itatokea tu. Mwambie leo itatokea tu. Walikupandia uharibifu wachike kwenye ndoa, nasema uachiki. Uachiki hapa.
Mwangalie jirani yako mwambie siachiki ng'o. Siachiki ng'o. Mwangalie usoni mwambie siachiki. Siachiki. Walikupangia ufukuzwe kazi, hautofukuzwa hiyo kazi katika jina la Yesu. Walikupangia ufilisiki, hautofilisika. Bwana wa majeshi ametutuma Jumapili ya leo kuondoa kila roho ya uharibifu katika jina la Yesu. Ile roho ya uharibifu iliyopandwa kwenye biashara itaondoka leo katika jina la Yesu. Ananielewa na aseme amina kubwa. Amina. Naeleweka kweli. Amina. Naeleweka kweli. Amina. Baba mchungaji, nilionalo haliwezekani. Nilionalo ni kubwa kweli. Nimeugua vya kutosha. Wewe uelewi tu baba mchungaji. Nina matatizo yangu. Wewe uelewi tu baba mchungaji. Nasemaje? Biblia takatifu inanionyesha uharibifu wote umetoka kwa shetani. Wewe ndio uelewi kwamba hilo pando sio la Bwana. Na maandiko yanasema kila pando asiyolipanda Jehova litang'olewa. Na mimi nakutangazia leo hilo pando ambalo Jehova hajalipanda litang'olewa kwenye maisha yako. Mmoja na aseme amen. Pigia Yesu makofi. Halo. Uharibifu hautoki kwa Mungu. Ndio. Roho ya uharibifu inatoka kwa shetani. Na mara nyingi roho ya uharibifu ikimvaa mtu anaanza kuharibikiwa kiroho, anaharibikiwa kifamilia, anaharibikiwa kimaisha, anaharibikiwa hata kimwili. Unaanza kuona huyu mtu alikuwa anapenda ibada, anampenda Mungu, ghafla anasema mambo ya kuabudu ni kupoteza muda. Tayari kuna roho imevamia. Kuna mtu unaanza kushangaa anaanza kuwa ovyo. Kama ni mume alikuwa anapenda mke, sasa anaanza kukuita majina ya ajabu. Anakuita we mbuzi mweusi. Uko ndani humu unafanya nini? Viko wapi vingedere vyako, nataka kuongea navyo. Alikuwa anarudi mapema, anarudi saa 8 usiku. Yani mambo yamekuwa ovyo ovyo, shagarabagara. Manake roho ya uharibifu imeingia, inavunja familia. Lakini kimaisha utaanza kushangaa mambo yalikuwa yanaenda, sasa hayaendi. Biashara zinayumba. Fedha ukipata ndipo watu wanaumwa. Na wewe ujue unasema namshukuru Mwenyezi Mungu, nikishika fedha ndio watu wanaumwa. Yani Mungu ni mwaminifu kweli. Nampenda huyu Mungu wa mbinguni. Anajua kunihifadhi. Nikiwa sina fedha kwa kweli haumwi mtu, ila nikishika ndo anaumwa. Mungu anapenda kutokuaibisha watu wake. Kumbe kuna karoka uharibifu kamekuvamia. Kanataka ukishika fedha usifanye la maana. Lakini kimwili utashangaa roho ya uharibifu ikikuvamia, magonjwa yanaanza. Leo unatibu hili, kesho unatibu lile. Kesho kutwa unarudishwa hospitali mtondogoo tena. Hujakaa sawa, unaambiwa pressure imepanda. Pressure inapotea, unaambiwa una uvimbe kwenye tumbo. Haujakaa sawa, unaambiwa tumekuta una vidonda. Vidonda vijapona, unasikia jamani tumesikia ubongo una shida. Hujakaa sawa, unaambiwa na figo yako imeanza kufeli. Nasemaje? Yupo Bwana wa majeshi Jumapili. Yuko Bwana wa majeshi Jumapili. Maandiko yanasema ya kwamba ni kwangu ninyi nyote mliolemewa na kusumbuka na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Mzigo uliokuwa nao Jumapili ya leo unautua kwa jina la Yesu. Mzigo wa magonjwa unautua leo kwa jina la Yesu. Mzigo wa mateso unautua leo kwa jina la Yesu. Mgeuke jirani yako mwambie roho ya uharibifu unaitua leo kwa jina la Yesu. Gonga na jirani yako high five. Mwambie wow. Mwambie bado huoni tumaini tu. Bado huoni tumaini tu. Mwambie tena bado huoni tumaini tu. Bado huoni tumaini tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu nikupe shuhuda moja alafu niendelee. Siku moja nikiwa hapa kanisani, alikuja mama mmoja, wote tunamkumbuka, Mama Andrea, aletwa na Moze. Mama yule alipokuja amemleta mwanae tumuombe. Akafika akasema baba mchungaji, kakata tamaa. Unajua shida makanisa yetu ya mabati haya yana shida moja. Sema amina. Makanisa yetu ya mabati unaweza usione kilichopo ndani ukaona bati. Unanielewa vizuri Unanielewa vizuri Yaani unaweza ndio kanisa la bati. Dhahabu safi ukaa kwenye udongo. Amen. Hicho watu ndicho wasichokijua. Unanielewa vizuri? Amina. Dhahabu inapatikana ndani ya udongo. Yule mama mtoto wake alikuwa chizi, kichaa, amelukwa na akili. Mtumie sijui neno gani, amelukwa na akili. Yule mama akamchukua akampeleka kwa wachungaji makanisa yale ambayo ameyaona kwenye TV.
Akampeleka la kwanza, akapigwa 50,000, akajaza na fomu. Na nielewa vizuri. Alipofika akapigwa tu jicho hivi, akaambiwa hakuna aliyomhudumia, akatoka. Akampeleka la pili, akapewa vitendea kazi, akavitumia, lakini hamna kitu. Baadaye wakati wanahangaika, katibu mozi akakatisha mitaa yao. Akamwambia, bwana, kuna kanisa letu liko mahali fulani, mlete huyo mtoto. Alipofika, yule mama ananitafuta, anambia, sasa baba mchungaji, ndio mwanangu kama unavyomuona hivyo. Kimwachia dakika 2 anapiga mtu. Hijakaa sawa, anavua nguo. Na ana vidonda mwili mzima. Baba mchungaji, tunafanyaje? Nitoe shingapi? Nikamwambia, mama, huyu kijana muache hapa kanisani. Alafu niletee ndugu yako mmoja wa kiume akae naye. Kwa sababu mimi mwenyewe nina majukumu na baadhi ya watu wana majukumu. Kusema masaa 24 tutakaa naye tutaongopa. Ila akiwa hapa kanisani tutamwombea asubuhi, mchana, jioni, usiku, dakika zote. Kwa hiyo tunataka abaki hapa kanisani, mlete ndugu yako mmoja. Sasa watakula, ningesema tutakachokula watakula, ila kwa emergency uwe unawapa fedha. Ili kitokea tumeshindwa kuwalisha, wana fedha ya wao pia kuwasaidia. Itawasaidia wao wawili. Yule mama basi akamwacha. Tukaanza maombi. Alikuwa hapa tunapiga maombi Pastor Samueli, Katibu Moze, mimi, Pastor Ima na wachungaji wengine. Tunamuombea. Wakati mwingine ilitulazimu tumfunge. Kwa sababu ukimwacha wazi unamkuta nyumbani kwa mtu. Na akifika nyumbani kitakachotokea utahadisiwa. Kwa hiyo inabidi sasa tumfunge hapo ili asitoke. Kuna siku akatoka akavamia nyumba ya watu, mama wa watu wote, kila mtu chumbani, kaenda kufunga milango. Lakini baadaye tukaenda tukamtoa tukamrudisha. Siku moja ndiye aliwatembeza watu kutoka Mbezi shule paka hapa wanamtafuta. Walimwachia kidogo, akafungua mlango akatoroka. Wakati huo akili tumeshamuombea, ndani ya wiki moja akili zimeanza kurudi. Sasa ana uwezo wa kutoka na akarudi pale alipotoka. Sasa sisi hatujajua, tumegundua kaondoka. Mimi nikaja kanisani nikaanza kuomba hapa. Pastor Ima na Pastor Samuel wakapanda gari, wakashuka Mbezi shule bondeni. Waliposhuka bondeni wakaanza kutembea barabara kwa barabara, kwa sababu kuna mtu aliwaambia tumemwona anapandisha ameshika lami. Kwa hiyo wanarudi kwa miguu barabara kwa barabara, labda watakutana naye njiani. Wametembea mpaka wamefika hapa, hamna mtu. Nikamwambia, jamani, mwacheni, msipige simu, tutulieni. Tukapiga maombi, tukanyamaza. Baadaye tunamwona anarudi ametia mikono mfukoni. Anarudi kanisani. Akafika tukamuombea, mwishowe akafunguka. Alipofunguka akaanza kuagiza laptop yake, anachezea kompyuta mwenyewe, akili imerudi. Anadai nguo na yeye apendeze akae ibadani, akili imerudi. Unanielewa vizuri? Akili imerudi. Ile roho ya uharibifu imefanyaje? Imeondoka. Ile mama akaniambiaje, baba, ukweli mimi nilishakata tamaa. Tatizo niliona limekuwa kubwa kwangu. Na nikaona ya kwamba huyu mtoto ingewezekana hata, yani nilianza kuomba kama vipi afe ili nipumzike. Ni kama mtu uliopo hapa mmoja wapo. Ushajikatia tamaa, unaona kwa shida niliyokuwa nayo ni heri kufa nipumzike. Nataka nikutie moyo, maadamu umeingia bonde hili, kufa utokufa, na uponyaji wako utaupokea katika jina la Yesu. Maadamu umeingia mlango huu, kufa utokufa, na uponyaji wako unaupokea katika jina la Yesu. Biblia inaniambia, nanyi mkiomba jambo lolote kwa jina langu, nami nitalifanya, ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Biblia inasema ikiwa ninyi waovu mwaweza kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vyema, si zaidi ya Baba yetu wa mbinguni. Come on. Unaye Baba wa mbinguni anatupa vipawa vilivyo vyema hata sisi tunavyowapa watoto wetu. Na Jumapili ya leo atakupa kipawa kilicho chema katika jina la Yesu. Anaelewa na aseme amina kwa jina la Yesu. Unanielewa vizuri? Amen. Miaka ya nyuma mimi nilikuwa kipofu na vaa miwani. Amen. Unadhani isingekuwa yupo Yesu, asingekuwepo Yesu? Ndio. Mpaka leo ungekutana na mimi nimepiga miwani. Jana nilikuwa namchekesha Katibu Moze. Kuna bango liko mbali kwenye giza, alafu mimi niko mbali nimelisoma. Katibu Moze anaenda anasogea alisome, nikamwambia mimi nilokuwa navaa miwani ya upofu nimesoma mbali. Ndio. Wewe unasogelea uone.
Aliyekuwa kipofu miaka ya nyuma hana uwezo wa kuona vilivyo mbali. Tunaye Yesu mwenye uwezo wa kufanya vitu vya ajabu ambavyo wanadamu vinawashangaza akili yao. Madaktari hawezi hata kupima akagundua chanzo chake. Huyu Yesu aliyekufa msalabani leo anaenda kukusaidia na wewe. Mchungaji, wewe uelewe, mume wangu ameshindikana kwako, lakini kwa Yesu hajashindikana. Mtoto wako ameshindikana kwako, lakini kwa Yesu hajashindikana. Biashara imeshindikana kwako, lakini kwa Yesu hajashindikana. Kila roho ya uharibifu iliyokaa kwenye hicho unachokiona kimeshindikana inaenda kuachia, na wewe unakuwa salama katika jina la Yesu. Aliyeelewa apige makofi. Amina, amina, amina. Roho ya uharibifu nimesema haitoki kwa Mungu. Ndio. Inatoka kwa shetani. Amina. Ndio pale unaona binti alianza vizuri kabisa. Ndio. Akitembea wasema huyu ni binti. Mimi niliwahi kujiuliza sekondari kuna issue gani? Ndio. Mliopiga mpaka form 4 au form 6 punga mkono hapa ni waone. Mliopiga sekondari. Nikuulize swali. Skate ulioanza nayo form 1 ndio ile ya form 3? Wakati unaanza form 1 ilikuwa inaburuzika mpaka nyuma. Ilipofika form 2 nini kilitokea hapa? Ilichanika kwenye dawati au ulirefuka sana? Ilikuwaje? Sketi ikaanza kukaa huku juu. Binti analazimisha akiinama tupaja tutuone. Na vijana vile vile mimi nakumbuka wakati naanza form 1 lile bwanga niloanza nalo sio la nchi hii. Yaani bwanga niloanza nalo naweka miguu miwili. Uliobaki na naweza kutembea hata kwa kuvuta hivi. Lakini ilipofika form 2 sijui nini kilitokea. Usiniulize. Nilijikuta ile bwanga haipo tena. Suruali ninayovaa navaa mguu mmoja tu. Siwezi tena kudumbukiza miguu miwili kama mwanzo. Alafu form 1 nilikuwa nafungia tumboni na mkanda unakazwa kweli. Ilipofika form 2 jambo la ajabu, mkanda una matundu lakini suruali haiwezi kukaza kiunoni. Usiniulize nini kilichotokea, sielewi. Katika tafiti zangu wakati nahubiri shuleni niligundua kitu cha kwanza cha ajabu mno. Najua hapo walimu, nataka nikusaidie mwalimu. Sisi tumehubiri Ubungo Msewe. Pastor Judy Keti alikuwa anapendwa sana watoto wa Msewe pia. Msewe, jambo la ajabu, shule ile ya msingi tulikutana na watoto wa darasa la kwanza na la pili wachawi. Mwalimu unamchapa mtoto, kesho unavimbishwa wewe. Unaamka umevimba wewe. Tutoto, jamani, walimu ni wa kuwaombea, haijawahi kutokea. Usisikie tu mwalimu kapiga mwanafunzi mpaka kaua, jiulize ni akili yake. Ni hivi kweli kwa akili timamu nitapigaje mtoto wa mtu mpaka azimie ama afe? Na mzazi kwa sababu haupo rohoni unaenda kumshika shati mwalimu. Wewe unajua uchungu wa kuzaa. Kwa taarifa yako una watoto wawili, ana watoto 6. Nani mwenye kujua uchungu wa kuzaa? Wewe mwenye wawili au yeye mwenye 6? Unanielewa vizuri Unanielewa vizuri Sasa jiulize ni akili yake. Sisi tumeenda Msewe, yani kuna watoto wanaloga hata mwalimu anachokifundisha elewi anafundisha nini. Wako pale, ni shule ya msingi. Makongo tulikutana na binti mmoja sitomsahau, anaitwa Joyce. Alikuwa akiimbisha sifa pale, ana sauti nzuri ila akimaliza anaganda, mdomo unaganda na mikono. Huyu binti vipi? Tunaanza kupiga maombi. Tunafiatua, tunakuja kugundua kumbe ni mchawi. Hapa shuleni umetumwa kwa mission gani? Kuhakikisha watoto wa kike wanafeli. Ndio kazi aliyotumiwa. Unalipwa nini? Hamna cha maana, ila tu watu wafeli. Kama una ndugu yako ni mchawi, una chizi mmoja kwenye nyumba yenu. Yaani kama una ndugu yako ni mchawi, una chizi wa kwanza huyo. Yaani wachawi ni machizi, vichaa. Ni watu wa mnazo, yani akili hamna kabisa. Na ndio maana sometimes mimi nawaza tu waokoke, wakigoma kuokoka na wafe. Ukiniuliza kwa nini? Kwa sababu unamloga mtu eti kwa sababu mtu huyo amefaulu, ameenda kusomea udaktari. Mbona unatupotezea nguvu
Utatibiwa na nani ukiumwa? Yaani unamloga mtu afe eti daktari, hata uwazi kesho kuna kuumwa, nikiumwa nitatibiwa na nani? Uwazi. Unamloga mtu eti kafaulu kwenda chuo akasomea sheria, uwazi kesho utakuwa na migogoro ya uwanja, nani atakusimamia kuwa mwanasheria? Uwazi. Huoni kwamba wachawi amnazo? Mimi nikipata ndugu mchawi atakaenda kubukula fedha benki, huyo ndo nitamwona ana akili timamu. Yaani anaenda benki pale CRDB, anaondoka na mamilioni ya fedha, nitamwona wa maana. Lakini huyu mchawi anayetafuta wa mama wauza vitumbua, yaani mama watu amechomeka na moto, mafuta amemlukia usoni, ana makovu na madonda, ubwabu amepika, we ameungua, kifua kinauma kwa sababu ya moto, anashusha maziwa, wewe ndo unaenda kuchukua hela zake. Amnazo. Amnazo. Mwambie jirani yako, ndugu yako mmoja ni mchawi. Ndugu yako mmoja ni mchawi. Una chizi mmoja. Yaani hata kwenye level ya uchizi naona ni mtoe. Maki hata kwenye chizi kidogo afadhali. Sijui tumweke kwenye level gani. Pastor Ima anasema chizi staila. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unaona mwalimu hakifundisha mambo hayaendi, kumbe toto chawi liko. Tumefundisha pale Msewe, tunawaona watoto wachawi, roho ya uharibifu imekaa. Unaanza kujiuliza, mbona mwanangu alipofika sekondari ndo kaanza kubadilika? Mbona amefika sekondari alisema yeye anataka kuwa daktari, ameenda mpaka form 3 amechukua kombi ya science, ghafla tu binvu eti anasema sijisikii, nataka kuwa modo. Huu modo umetokea wapi? Mbona huyu mtoto alikuwa anapenda shule, akiamka asubuhi anataka kwenda shule, ghafla tu huyu mtoto anasema bwana, kwa kweli mimi mpira, mimi Simba Yanga, Simba damdam Yanga Medikagere hapa sawa. Juzi nisema basi haya, kuna watu akili hamna. Sio, lakini hapa nazungumzia watu wengine. Ya unakuta mtu ananuniana na mtu kwa sababu Simba imefungwa na Yanga, ama Yanga imefunga Simba, ama Simba imefunga Yanga. Na mwingine hali. Yaani uli kwa watu wasio kujua. Mtu wa Mungu mimi nafukia. Mimi nafukia. Nakumbuka siku moja niko nyumbani, wadogo zangu wanaangalia mpira. Halo. Wadogo zangu wanaangalia mpira, na mimi nikakaa pale sebuleni kaanza kuangalia mpira. Wakati tunaangalia ilikuwa sijui Chelsea sijui na timu gani. Mimi nimekaa pale, timu nimesinzia kwa sababu kila nikikodoa macho naona vidude vinakimbia kimbia. Vidogodogo. Si vielewi. Alafu nasikia tu sielewi hata wanaimba madudu gani. Naona wanakimbia wanaenda hivi wanarudi hivi. Nikasinzia. Wakati wanakuja nilikuwa naangalia mahubiri, wamenikuta niko macho, nimeshika na daftari niko amen. Umo. Nimesimama na kusimama na shangilia mahubiri. Sasa mchungaji, zamu yako imeisha, kuna mpira, tunaomba tutazame. Nikasema hawa jamaa hawa. Anyway, wewe niwe mpole, nikakaa pembeni, nikabadilisha, nikajaribu na mimi nikodoe macho, nione labda kuna vitu vinaingia. Natoa jicho hivi sielewi. Baada ya muda naona kope ya juu inampenda wa chini. Inaanza mahusiano mazuri. Kope ikafungana, pap, nikasinzia. Wakati nimesinzia nikasikia goal! Nikasema ili ionekane na mimi mwanaume ninayeshabikia mpira, ngoja na mimi nikurupuke niseme goal. Nikakurupuka nikasema goal! Wakasema mchungaji Chelsea. Umeona Chama la wana. Na mimi nikatikia chama la wana. Nikarudi tena kukaa, nikaangalia naona tu mpira umeanza pia. Ti. Nikasinzia. Niliposinzia dakika chache nikasikia tena goal! Nikakurupuka na mimi. Nikapiga goal na nikafunga. Nikaona madogo zangu wote wameacha kushangilia. Wamenigeukia wananitazama. Waambia bro kalale. I say bro kalale. Unatuchanganya. Nikamwambia nini? Wewe uko timu gani? Nikamwambia mimi niko kwenye timu inayoshinda. Inayochukua ushindi ndio hiyo inashabikia.
Kesho ikifungwa na hamia la ya mchezo si uwe na amani bwana. Sino maana ya mchezo bwana, ufurahie. Kwa hiyo inayoshinda mimi nafurahia. Nikasema baba mchungaji, ungekuwa sio ndugu yetu tungekukata makofi. Tunaomba tu ukalale. Nikatoka ngasema ngoja niwapishe nikalale. Hamna kinachoingia. Asubuhi nimeamka naona mdogo wangu hamki. Nikaenda kumwamsha, vipi uko we? Nitoke bro, na ni jana wameshinda. Yaani sina amani. Nikamwambia muda wa chai, anasema nitakula cha mchana kwa sababu wakinywa chai wanaondoka kwenye majukumu yao. Baada nikamwambia kwa hiyo bro, yani wewe mchungaji kama utanifanyia wema niletee huko. Akasema sawa. Nikaenda sebleni kadunda chai nikakaa, nikakunja na 4. Naendelea kuangalia mahubiri yangu. Unanielewa vizuri? Kuna watu sijui wamelogwa na aliyewaloga sijui kafa, na sijui alipokufa hata kaburi lake limefutika. Yaani mtu yuko lazi asile kwa sababu eti tumefungwa. Unaweza umefungwa wewe ulikuwepo uwanjani? Hakuwepo. Wana Simba woye, wana Yanga woye. Alo, roho ya uharibifu ikiingia kwa mtu, kuna mambo huyu mtu anaanza kubadilika. Niendelee na somo langu. Utaanza kushangaa binti, tabia zina change. Tulikutana na binti moja ni Kahaba Promax. Kahaba Promax. Yaani huyu binti ana hela, ana kazi, lakini hawezi kuishi bila kuwa na mwanaume. Yaani uko lazi alipe fedha amnunue mwanaume akalale naye. Tunapiga fire, heti katumiwa pepo. Ametumiwa pepo limwalibu aonekane kahaba ili asije kuolewa. Hebu jaribu kuwaza. Mimi nishawahi kumwambia mtu, pepo linasema tumetumwa kwa sababu ana madimpo. Sasa mimi nikajiuliza madimpo ndo vitu gani? Ndio okay, madimpo mchungaji ni yale ya kubonyea bonyea hivi. Mtu akicheka mashavu yanafanya hivi. Na ndio nasema ukiwa na ndugu yako mchawi ni taila wa kwanza. Eti amemloga mtu kwa sababu akicheka mashavu yanafanyaje? Mimi nimezaliwa tu nimejikuta nacheka mashavu yanabonyea. Sasa nifanyeje? Nimezaliwa tu nimejikuta mrefu mwembamba. Eti unaniloga kwa sababu mrefu au unaniloga kwa sababu mwembamba. Mimi nilipenda niwe mwembamba, nimejikuta tu. Nilipenda niwe mnene, nimejikuta tu. Nimependa niwe mfupi, nimejikuta tu. Eti ana ufupi mzuri, kwa hiyo kwa kweli wacha tumkomesha asiolewe. Na tumwa roho ya uharibifu. Kila anayekuchumbia akitazama sura anaona kama dume mwenzake amesimama mbele. Kuna mtu nilimwombea, baba huyu amechukua mchepuko. Mchepuko ni fundi. Kamtengeneza huyu mwanamume, akienda kwa mke wake anasikia mke wake ananuka tali. Anasema huyu mwanamke nikikaa naye nasikia kwapa, nasikia viharufu vya ajabu. Kwa hiyo atamani kurudi nyumbani, anamchukia mke wake, anaona ni ananuka kweli. Tunakuja kupiga fire, kachepuko kameamua kumharibu. Wewe uelewi kwa sababu sisi tunaona kwa macho, tunasema ni mtoto wa fulani siku hizi tabia zake ni mbaya. Yaani mabinti bwana wakifika umri fulani lazima waharibikiwe, kumbe sio hivyo. Wa baba wakishapata fedha, kumbe sio hivyo. Kakamatwa ofisini. Katibu aliniambia nikitaka kumtolea mfano nimtolee tu, na mimi natoa. Katibu anasema alifunga ndoa na pete anayo kidoleni. Anaingia ofisini na pete yake, mabinti wanamwambia, "Oya, mimi nataka unioe." Mmoja anamwambia, "Uoni nina pete hii?" Anasema, "Pete si unaweza kanunua hapo tu ukavaa." Sasa wengine hapo ameongea akili ya kawaida, mwingine anatumia mpaka kauchawi. Washanga tu mume amebadilika, kumbe kuna roho ya uharibifu. Nasemaje Jumapili ya leo?
ni Jumapili ya kufanya mambo yote yakae sawa kwa jina la Yesu. Aliyetumiwa mapepo ya uharibifu leo yataachia. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila roho ya uharibifu iliyotumiwa toka achia. Toka achia. Achia mwili wangu. Achia nafsi yangu. Achia roho yangu. Achia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Amen. Kwenye Biblia ipo mifano ya watu waliowahi kutumiwa ama waliwahi kuvamiwa na roho za uharibifu na mwisho wao ukawa mbaya, maana walianza kufanya mambo ya ovyo ovyo. Mfano, kuna mtu mmoja anaitwa Akani. Akani huyu alikuwa ni mmoja wa kabila la Yuda na anajulikana kama Akani mwana wa Kalmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zela wa kabila la Yuda, kulingana na Yoshua 7:1. Anasema, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akani mwana wa Kalmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zela wa kabila la Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Huyu Akani ni mmoja wa kabila la Yuda. Alienda kuiba vitu vilivyowekwa wakfu. Unanielewa? Baada ya Israeli kuangusha mji wa Yeriko, Mungu aliamuru vitu vyote vitakatifu vihifadhiwe. Unanielewa vizuri vihifadhiwe kwa hazina ya Bwana. Lakini Akani akaiba. Yoshua 6:18-19. Na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, msije mkakitoa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kukiweka wakfu, nanyi hivyo mtayafanya matuo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kuyafadhaisha. Lakini fedha yote na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma ni vitakatifu kwa Bwana, vitaletwa katika hazina ya Bwana. Mungu anaambia wajiepushe na vitu vitakatifu na viletwe kwenye hazina ya Bwana. Sasa Akani roho ya uharibifu inamvaa, anaiba joo zuri kabisa, anachukua shekeli kama 200 za fedha na kipande kimoja cha dhahabu, alafu anaondoka nacho. Na nielewa vizuri anaondoka nacho, anaficha kwenye hema yake. Habari utaiona kwenye hiyo Yoshua 7:21. Nilipoona katika nyara joo nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabali ya dhahabu, uzani wake ni shekeli 50, basi nalivitamani nikavitwaa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu na ile fedha chini yake. Yani ameiba, ameenda kuficha kwenye hema yake. Ameviona, ametamani. Mwambie jirani yako, roho ya tamaa ikutoke. Roho ya tamaa ikutoke. Na ndio maana nilianza na wimbo, aliyechagua moyo ni Roho Mtakatifu alikusaidia. Unajua moyo hauna kulizika. Na ndio maana kwenye ile verse moja nimesema unatamani moyo. Unanielewa Unatamani moyo, hauliziki moyo. Unachuki moyo, unawivu moyo. Moyo unatamani. Yaani hapa tupo kanisani, umeshaingia, umeona gauni la mama fulani, sema nikitoka nitamwagiza mua niletee anikate bukubuku. Umeona msuko fulani, sema nikitoka Mama Debora pale namtembelea, lazima anisuke huu msuko. na wakati mwingine hizo tamaa zenu wengine wanafaidi. Wewe nadhani kwa mfano hapa mama Ikram yuko kanisani leo, anakuja anataka nimuombe biashara itoke. Mama Ikram, punga mkono bwana. Mama Ikram ni fundi kushona na ofisi yake iko hapo mbele tu ya kanisa. Manake akiomba biashara itoke, manake baba mchungaji waombewa shirika nguo zichanike. Manake hata mimi nijiombee ichanike, sino maana yake. Ama ziwe kuukuu, tununue kitambaa tukashone kwake. Kwa hiyo Mama Debora naye anatamani uone msuko mzuri, na anaomba Mungu kabisa biashara yake itoke. Ina maana uende ukasuke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niliwahi kuwauliza siku moja, na mshirika Pastor Judicate, tafakari. Na mshirika wangu yuko hapa, ni anatoa fungu la 10, mwaminifu. Milioni 1 hizi kuzitoa. Ni mwaminifu sana. Ila ni muuza majeneza. Na inabidi ni muombee biashara itoke. Baba, unaomba unafanyaje? Au unaombea wachawi wafe? Na anakuambia sasa hivi pale Muhimbili pale wauza majeneza ni wengi baba.
yani wameongezeka. Ukitoka tu Muhimbili mkono wa kulia vibanda vimejaa. Kwa hiyo baba mchungaji, niombe niwe na kibali na biashara yangu itoke, manake wagonjwa watakaoenda Muhimbili wafanyaje? Na ni kazi. Na nina nesi anasema ninauza duka langu la dawa, lakini wateja hawaji. Manake niombe watu waumwe. Sina maana usije nikuombe, njoo tu nikuombe. Mungu atanipa hekima ya kukuombea. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umesema kitu hapo Moyo unatamani. Kuna wakati ukiona kitu kwa mtu unatamani ukipate. Hujawahi kuona kuna mwanamke anasema natamani ningeumbwa kama fulani. Hujawahi kuona mwanamke anasema ngoja ninunue dawa nijichubue, nijisubscribe, nijiturn on notification, nijilike na kujicomment, nisisahau na kushare ili mwili wangu uwe vizuri, kwa sababu yule baby nilimwambia I love you, kaniambia hivi kwa kala yako hiyo labda uwe mweupe. Kwa hiyo anaamua kujichubua. Mtu wa Mungu iko hivi, sema amina. Mungu alikuumba hivyo ulivyo. Dio. Akaumba na Adamu wako. Amen. Ni mweusi kwa sababu kuna Adamu anayependa mwanamke mweusi. Dio. Ni mweupe kwa sababu kuna Adamu anayependa mwanamke mweupe. Amen. Yani hivyo ulivyo, komaa, tulia, yuko anakuja. Nasemaje? Yes. Tatizo lako una haraka. Mume wako wewe ni daktari na yuko chuo, na sheria ya udaktari ni kusoma miaka 6. Ndio kwanza na mwaka wa kwanza wewe ushaanza kutamani kuolewa. Yes. Utapoteza baraka yako. Tulia, yuko njiani anakuja kwa jina la Yesu. Amen. Na ndio maana leo utashangaa kuna watu wameolewa na Adamu wa Latifa. Amen. Wewe unaitwa Joyce, umeolewa na Adamu wa Latifa. Adamu wa Latifa anajua mandonga. Amen. Ngumi. Sababu Latifa ni mtu wa ngumi. Amen. Ndio baba mchungaji, si umeolewa na kituko gani? Yani akiangalia ngumi anataka kufanya mazoezi kwangu. Sio kituko, umevamia. Na sasa kitu mbaya alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganisha. Ukija kwangu nasema okay, mtumishi wa Bwana pole sana. Mungu yupo, hatambadilisha. Natafuta na andiko la kukufariji. Hakawai wala hawai, huja kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Umevamia gari ambalo ukupaswa kulipanda. Amen. Unaenda Bagamoyo umepanda magari ya Mbagala. Nimesema na mtu hapa. Nimeongea na mtu hapa. Unanielewa? Hebu sema amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Yani Mungu alipokuumba alikuumba akijua yupo ambaye ataendana na wewe. Yes. Mimi waga ninawaambia hivi, mtu akikukataa mwambie wewe sio size yangu. Yes. Wewe sio special kwa watu ambao sio special. Lakini wewe ni special kwa watu walio special. Yes. Kwa watu wale special mimi ni special kwao. Yes. Lakini kwa watu wasio special mimi sio special kwao. Yes. Ni mbaya kwa mtu nisiyemfaa. Yes. Lakini ni mzuri kwa mtu ninayemfaa. Nina kichogo kwa sababu sikufai. Yes. Lakini kwa yule ninayemfaa sina kichogo. Nina pua kubwa kwa sababu sikufai. Yes. Kwa yule ninayemfaa sina pua kubwa. Mimi sio handsome kwa sababu sikufai. Yes. Lakini kwa yule ninayemfaa mimi ni handsome boy. Yes. Nina mtoto mbichi. Yes. Ninayependeza kabisa. Yes. Ananielewa na aseme amina. Amina. Mtu akikuchukia kwa sababu wewe sio size yake, isikupe shida. Unanielewa vizuri? Isikupe shida. Anatembea kama miguu imeenda kushoto, sio size yako. Kuna mtu atakuja kukubaliana na miguu iliyoenda kushoto. Unajua binadamu bwana, hii miili ni ya muda. Pastor Judicate, hii miili ni ya muda tu mtumishi. Hii ni ya muda baba. Ya mpito tu. Ya mpito tu. Pastor Judicate, narudia ni ya mpito tu babangu. Hawaja kuona. Sikuwa na maanisha hivyo. Sikuwa na maanisha hivyo. Yani hii ni ya mpito tu Pastor Judicate. Wangekuwepo kule nyuma. Tumekutania njiani kwa. Wangekuwepo kule nyuma. Wangetuona. Nitumie kauli nzuri, wangetuona. Pastor Judicate bwana, paka anamwambia mtumishi umenisaliti. Juzi nilikuwa naongea na Bishop Kevin, anambia mzee umenisaliti bwana. Wewe na mimi tulikuwa tuchekani. Nini kimetokea? Pastor Judicate alikuwa mwembamba. Lakini leo anashika simu namna hii. Bwana yupo.
anafanya namna hii, ana mahali pa kufutia. Unanielewa vizuri eh? Ni vya muda tu, ni vya muda tu hii hali. Sema amina. Mambo yanabadilika mwanangu. Ndio. Usichanganyikiwe na hivyo ulivyo leo, kesho yaja. Amen. Na ndio maana nakwambia kijana hivi, binti unapofuatwa na kijana, afu kijana akasema nimekupendea miguu yako, waza kesho ukipata ajali miguu huna, utaachika. Yaani kwa kweli hiyo sura yako, kesho ukiporomoka ukatiwa makovu utaachika. Yaani kwa kweli unavyosuka, kuna nywele kunyonyoka, bahati mbaya kupo huwezi tena kuweka hizo nywele, utaachika. Kwa kweli unajua kwa kweli jicho lako, bwana baba yangu zamani na mama yangu simu walikuwa wanasoma hivi, na mama mkubwa wangu simu alikuwa anatazama hivi, lakini siku hizi sijui nini kimetokea. Yaani mimi sijui, usiniulize, sijui kwa nini simu wanaekea huku. Kuna mambo kuchange. Unajiuliza wewe mzee, unapiga chini huko picha au mbona umeweka hivi? Kumbe ndo anasoma message. Unanielewa vizuri? Mambo yana change. Bibi yangu, nimemwona bibi pale yupo. Ukimuuliza bibi atakwambia enzi zangu nilikuwa natembea umbali mrefu kutoka hapa mpaka wapi. Lakini leo unamtesa bibi, huwezi kumtembeza umbali mrefu, si ndio Mose? Lakini enzi za bibi alikuwa anaenda umbali mrefu, analima. Mambo yanabadilika mwanangu, vina muda. Sema amina. Usidanganyike. Wewe sio special kwa watu ambao sio special, lakini wewe ni special kwa watu walio special. Wewe ni kituko kwa watu walio kituko, yes. Lakini wewe sio kituko kwa watu wasio vituko. Amina. Kuna mtu anaiona thamani yako, lakini kuna mtu haoni thamani yako. Amen. Ni adui kwa watu wasioiona thamani yako, yes. Lakini wewe ni wa maana sana kwa watu wanaoiona thamani yako. Sasa inakuja hapa yule ambaye hakuiona thamani yako ataiona thamani yako. Anayenielewa na aseme amina kubwa kwa jina la Yesu. Amen. Halo. Amen. Punga mikono hewani namna hii. Kinachonifanya mimi nampenda Pastor Judy Kate, na nina uhuru sana nikimwona Pastor Judy Kate. Kitu hiki Pastor Judy Kate, tumetoka chini, hatuna kitu, tunahubiri mashuleni kwa miguu, hatuchukui hata sadaka, tunatembea. Tukirudi tunaenda kudai ugali wa baba zetu na mama zetu. Wakati mwingine tunatukanwa huko majumbani, lakini haijalishi, sisi tunaenda kuwahubiria watoto mashuleni. Tumetoka hapo, nimeanza huduma Morogoro. Pastor Judy Kate hakuwahi nitupa mkono. Yupo, alikuja akakaa mwezi na tukaandaa mkutano wa mwezi mzima. I say, mkutano mwezi mzima, tuko uwanjani kila siku, mwezi mzima watu wanafunguliwa, maombi na maombezi. Yuko pale, hakuwahi kuniacha. Nikatoka hapo, nimekuja Dar es Salaam, tumeanza huduma kuanzia changa. Yupo. Lakini kuna mtu leo hii baada ya kuwa na hema fulani ndio anakuambia mtumishi, tunde urafiki. Zamani ulikuwa unamtafuta, unamwambia mtumishi, njoo hata mara moja. Sasa hapana, wewe sio size yangu. Wewe sio size kwa watu ambao sio size yako, lakini wewe ni size kwa watu wale ambao ni size yako. Usichanganyikiwe. Na ndio maana nakupa hii scenario mpya. Mpende mtu aliyekuthamini wakati hauna kitu. Hata siku ukiwa na kila kitu, wewe mtu mshike mkono, songa naye mbele, mheshimu, mpende, mjali na kumuona wa thamani sana. Ananielewa na aseme amina. Changamoto ya watu tukishakuwa mastaa. Leo niko na Pastor Judy Kate, nikishakuwa na jina kubwa, akinipigia simu na iminyia chini. Naangalia wenye majina wapige simu afu nipokee. Hapana. Aliyekupenda wakati hauna kitu, mpende hata ukiwa na kila kitu. Aliyekujali wakati hauna kitu, mjali wakati una kila kitu. Na ndio maana huwa nawaambia mabinti hivi, sikiliza. Ukitaka kuolewa, olewa na mtu ambaye hana kila kitu, hana kitu. Kaanze naye moja. Wewe mchungaji unasema tu, wewe unajua V8. Unaijua V8. Wewe unaongea tu. Mimi nikaolewe na mtu hana hata V8. Mimi wa kukaa chini, mimi wa kulala chini. Hicho kitanda unajua kimetoka wapi? Kila mafanikio ya mwanamume, malizia mwenyewe. Mbona mnasema kidogo? Kuna mtu nyuma yake. Mtu gani huyo?
Mmoja amesema au mama yake mzazi. Unaelewa vizuri eh? Sasa wewe ujue hata vimetokea wapi, ati ngoja nifanye maombi ya connection. Na kama hamna mtu nyuma yake, unaweza kubeba nguvu ya ule utajiri, unaweza kubeba masharti ya ule utajiri. Kuna watu wameolewa kwenye nyumba, kazi yao ni kulea vidonda. Yaani unapolamba yale mauchafu ya kidonda ndio fedha inashuka. Mbona kunja uso, si ni utajiri? Wewe utaki pesa? Nimekutana na mtu mmoja ambaye mtumishi, yani nimemwambia ndugu yangu, yani Mungu akinipa gari kama lako nitahubiri njia. Sasa mtumishi, natamani kuwa kama wewe. Sema hii mbona imenichanganya? Yani mimi natamani kuwa kama yeye na yeye anatamani kuwa kama mimi. Hebu tukae chini tuzungumze. Akaniambiaje, utajiri wakati na utafuta sikujua kama utakuwa hivi. Asema hivi, akaniambia na miaka 48. Sina mke, sina watoto, siruhusiwi kuwa na mke, siruhusiwi kuwa na watoto, siruhusiwi kusaidia familia yangu ama wazazi wangu kwa pesa hii. Hata kama mama amelazwa hali mbaya, natakiwa nitafute pesa nje, labda nikachimbe mtalo niipate fedha ndo nimuuguze mama. Kwa hiyo familia yote imeshanitengaga, inaniona mimi siwajali, lakini ukweli siruhusiwi kufanya chochote kwa pesa hii. Sasa mimi natamani kuwa na mke, natamani kuwa na watoto, natamani kuwa na maisha mazuri, kukaa na familia yangu vizuri, niwajengee wazazi. Lengo la utajiri ilikuwa niwajengee wazazi pia. Lakini baba yangu na mama yangu anaishi kijijini kwenye nyumba ile ile bado ya nyasi ya kuinama. Mimi nina gorofa, na hapa mjini nina gorofa karibia 5 na nina magari ya kutembelea. Sasa bana wewe, kaambia ndivyo ilivyo. Akasema ndio hivyo. Kaambia sasa mbona inawezekana kusaidika? Njoo sasa umwamini Kristo ni kuombee, alafu hizo mali zote rudisha ulipozitoa. Unanielewa vizuri? Sasa ba mchungaji, ngoja niende nyumbani nikatafakari. Hapo kwenye kurudisha mali uanze na 1. Ngoja nikatafakari, nikishaweka sawa nitarudi. Nakwambiaje, mpaka leo sijamuona. Kuna siku nimepita hapo nikamwona, akapiga honi tu pie, akafanyia, akapita, hajarudi. Nirudi tena kuprint na mwanzo, na kila mtu anajua nina V8 6 nyuma. Awe natoka asubuhi nachagua gari ya kupanda. Mwanangu, kuna raha sana ukiwa na amani kuliko maisha ya kila kitu afu ukakosa amani. Mungu akupe mume usiolewa, mume ambaye unajua kabisa chanzo kilianzia hapa na kikafikia hapa. Nimeongea na mtu hapa, nimeongea na mabinti. Ni ngumu hiyo. Sasa mabinti wengi tunataka kijola cha happy birthday. Kwamba wewe shosti yangu wewe ana happy birthday, wewe kijola. Kijola cha sasa. Yaani mimi niende kwenye happy birthday na kijola kile. Hatuachane. Jana nisikia habari fulani, nilihadisiwa na mtu kwamba kuna mtu amemuoa mwanamke maeneo fulani hivi. Sasa alipomuoa huyu mwanamke, kila siku hiyo yuko na huyo mtu, katibu moze huyo yuko na mtu amepanda kwenye pikipiki yake. Huyo mtu anasema wakapita pale makumbusho, wakakuta ngoma zinapigwa kwenye nani, na wengine wanapitaga hata kwenye gari wakakuta wadada wanalingishia miili yao kwenye madirisha. Ningekuwa na sheria ya tunaruhusiwa kuadhibu, ningenunua sindano. Yaani unaweka tu pale na kuchoma. Maana vitu vingine kero. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nimepita mahali, tulikuwa tunaenda kwenye semina, sio nilikuwa na nani. Kuna kaka alipita anaendesha baskeli, amevaa kipensi kifupi cheusi kiko hapa, miguu yote nje. Tulikuwa na nani? Miguu yote iko nje. Na Pastor Samueli, miguu yote nje. Wamama wako, kumbe kuna wakaka ovyo. Yaani mtu mmoja tu ameona wakaka ovyo. Mmoja tukaamua kutembea leti mapaja akayacha nje. Wasema kuna wakaka ovyo. Sisi tunawaona nyinyi kila siku. Wanaume, siku moja tuamue ibadani wote tuje na pensi.
Alafu unapiga na kiatu, na babu Mwia naye anaweka pensi, anapiga kiatu kilichochongoka namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Baba Samueli naye unapiga pensi na kilichochongoka namna hii, afu tunakutana hapa chachi. Itapendeza? Afu tunafunga na tai na nini? Au unasemaje mama? Unanielewa vizuri eh? Unanielewa vizuri eh? Sasa yule mtu akaniadisia, katibu mmoja, sasa yule mtu alipoona wale wadada wanapiga ngoma, sasa katibu sasa yani wadada wa bongo, yani hapo ni happy birthday, maharusi. Yani ukiwa wadada wa bongo, yani unabidi ujipange kila baada ya wiki mbili uwe unaweka akiba hata 300,000 400,000. Ukijua kwamba kila baada ya wiki mbili anaenda kwenye nini? Kwenye happy birthday ya mtu. Na wana sheria ya kutunza, yani kwamba nikikuletea sofa, hakikisha na happy birthday yangu ikitokea uje na sofa. Ole wako nilete sofa, ulete stuli. Bwana nakuchamba. Nikamwambia unasema hiyo, mimi nimekaa Mbagala, dada anaenda kusutwa, zimeletwa bendi bati. Huyu dada ni mbea, watu wamekuja na bendi bati afu huyu anapiga pampa umbea wache pampa umbea wache pampa umbea wache pampa. Yani wamekodi na bendi bati, wamevaa na sare, wanaenda kumsuta mtu Mbagala. Nikasema Bwana Yesu asifiwe. Yani wana sare wote wamevaa pamoja baba, wanaenda kumsuta nani? Mwanzo alipokuwa anaongea na baba akasema ndio yalionikuta. Mke wangu hapa ninavyokuambia nimetoka kumnunulia kijola na mchango wa kwenda kumzawadia mwenzake. Siku moja nikamwambia sina hela, akaniambia kuna mwanaume alitaka kunioa na alikuwa na uwezo wa kununulia vijola kila siku. Alafu mimi nikamkataa, nikakupenda wewe, jiongeze. Unaelewa maana jiongeze? Kwamba usiponinunulia naenda. Halo. Kijola ni nguo nzuri tu, haina shida, haina maana ni nzuri. Tena mimi naonaga ni nguo ya heshima, ila imeondolewa heshima baada ya kuwekwa mipasuo. Mpaka wapi? Hapo ndo heshima wanaanza kuifanyaje? Lakini una kijola chako kizuri kimeshuka, ni nguo fulani nzuri sana yani, ina heshima, imeshuka inaburuzika mpaka chini. Sasa tatizo kwenye kuburuzika, bado kuna mtu anaiinua anaivuta mpaka mguu uonekane. Sasa kama unaona kero ya kuburuzika, si ukashone la size yako. Halo? Nimesema kitu roho ya uharibifu ikiwavamia watu, kuna vitu vinafanyika vya ovyo ovyo. Sasa mwanangu, wanaume wanataka wife material, wanataka mke. Mwanaume ukimjia kwa mfumo wa starehe, na yeye anakutumia kama chombo cha starehe. Alafu laiti ungejua mwanamke ni chombo cha heshima, kisichotakiwa kudhalilishwa, chombo kinachotakiwa kibebwe kwa heshima. Hakuna nabii bila mwanamke, hakuna mtume bila mwanamke, hakuna mchungaji bila mwanamke. Yes. Hata mimi niliyosimama nimezaliwa na mwanamke. Yes. Lakini wanawake sasa wenyewe, sasa Mungu wangu, wenyewe wanasemaje? Tuwaulize wao. Halo? Unanielewa vizuri Unanielewa vizuri Anza na mtu ambaye hana kitu. Mabinti ambao mjaolewa punga mkono. Nisio naongea kumbe niko na wanandoa tupu, wote mmeolewa. Mabinti ambao mjaolewa punga mkono na nyosha tu juu. Ndio mnajizibiaga miujiza hivi. Punga mikono yako juu namna hii. Amen, Mungu akubariki. Anza na mtu hana kitu, ili mradi tu awe mwanamume mwenye future. Ana kitu lakini ana future. Utajiri uko hapa na umaskini uko hapa. Utajiri sio fedha. Fedha inashuka thamani. Utajiri uko hapa na umaskini uko hapa. Mama mkubwa wangu, acha niache. Kuna watu wameolewa na shilingi 300 enzi zao. Usicheke, ilikuwa ni fedha. Kuna watu humu walianza maisha wakawa nalipwa kwa mwezi 3,000. Ambaye mwae kulipwa hela 3,000 punga mkono 3,000. 1,000. Mama kaniambia 3,000 nyingi, 1,000. Na ni pesa. Unanunua kila kitu. Unasikia?
Hiyo 1000 unanunua kila kitu. Ni sasa na wewe leo uliolewa kwa milioni 3-2, kesho utamwadisia mwanao, utaambia mimi niliolewa kwa milioni 3, atacheka mpaka azimie. Sababu milioni 3 itakuwa ni hela kununua maandazi 3 mnakula ndani. Pesa inashuka thamani kila inapoitwa leo. Na ndio maana mimi waga nawaambia, kama upo mshirika wangu umeajiriwa mfanyakazi, hebu achana na magari, achana na mambo mengine, nunua viwanja. Nunua viwanja, weka pale. Kwa sababu kadri siku zinapoenda, kiwanja kinapanda thamani. Gari kadri unavyolitumia linashuka. Umenunua milioni 14, siku ukiuza utauza hadi 600,000. Sababu injini yenyewe ishafeligi, ushaita mafundi sana. Unanielewa? Indicator zenyewe tukiwasha mpaka nigonge kidogo na lile eneo kwanza afu. Kwa hiyo utaniuzia mpaka kwa 600,000. Mimi nina mahali napafahamu wanauza magari mpaka milioni 1. Ukiwa nayo niambie hapa milioni 2. Wewe niambie tu nikuconnect chapu. Unapata gari na wewe mjini hapa. Unapiga naoni adua, unapita kabisa, unaona mtu wa heshima kabisa wa maana. Kumbe ni kitu cha milioni 2 tu. Na ni gari zuri, aliyeuza na matatizo. Lakini kiwanja mwanangu huwezi kuta milioni 2. Hapa mliotangulia Meko hamkununua viwanja vya 30,000 hapa. Wangapi walinunua kiwanja cha 30,000? Punga mkono. 10,000. Mama yangu kapunga pale. Waliovamia tu, kama upo na wewe punga mkono ulivamia. Wangapi wamesikia tu historia ya viwanja hapa vilivyopatikana? Punga mkono. Sasa si nikwambia hata nje kanisa, si ndio bei hizo sio 30,000 sio 40 hiki kilinunuliwa. Si ndio hapa napo upo. Kutoka kule mpaka huko. Huku nyuma kuna nafasi imebaki. Leo hii gusa hicho kiwanja. Babu kuna cha 30,000 hapa. Mama yangu wewe una kwako pale, ulinunua milioni 2, 3 au 5. Enzi hizo ilikuwa chini sana. Watu wamechukua mpaka viwanja laki humu. Unaona Lakini juzi nimemchukua mtu nampeleka kununua kiwanja mitaa fulani hapa. Nimempeleka anaambiwa milioni 20. Nikatoa macho sasa bonde hili milioni 20. Mabwe Pande mnakumbuka hapo katikati Juzi kati nimepeleka mtu kununua uwanja, tunaambiwa milioni 6. Nikamwambia 6? Imefika huko wakati watu walikuwa wanachukua mpaka 600,000, 300,000. Milioni 6. Kiwanja kila inapoitwa leo kinapanda. Yaani wewe kama uko hapa vamia Bagamoyo. Mimi nataka washirika 5-6 wenye kazi zao mmeajiriwa. Vamia tu, una mpango wa kuishi. Wewe nenda tu Bagamoyo, nunua eneo, zungushia fence. Acha hapo. Jenga kibanda, mweke mfugaji mmoja, mwambie nilindie eneo langu, acha. Alafu usio na mpango, endelea kuishi zako huku mjini. Miaka ikienda, utajenga nyumba, utapangisha. Uwezi, utakata vipande, utauza. Wakati unakuja kuuza wewe ulinunua kwa shilingi 50,000, 100,000, utakuja kuuza milioni 20, milioni 30. Hujafanikisha baadhi ya mambo kuyaendesha. Nimeongea na mtu hapa. Nimeongea na mtu hapa. Sasa point yangu ilikuwa kwa wanawake. Nimalizie kwanza hapa. Kwa hiyo wanaume wanatafuta wife material. Mwanaume anataka mwanamke atakaye mshauri. Bwana bado mko kwenye urafiki. I say, unajua tukija kuoana maisha yatakuwa tough sana Bwana unaonaje ukipata hela tuanze kamradi fulani ili hata kipindi cha ndoa tusipate shida. Sasa bahati mbaya amekupata ana ndoto za kukoa, yuko na wewe anasikia I say kijola. I say happy birthday kesho. I say skonkonko za kutoka out. I say kuna hiki na hiki. Unadhani utaolewa? Atakupa alafu atakudai ulipe. Unalipaje? Ndio ile anakuambia njoo nyumbani kwangu kuna sufuria za barafu uje kuziona. Unaenda kuona sufuria za barafu.
na ndoa inaisha siku hiyo hiyo, hamna ndoa. Nini? Kwa sababu hauna sifa ya kuitwa wife material. Mungu akupe neema ya kuanza na mtu bila kitu na mmalize mkiwa na kila kitu. Aliyenielewa na aseme amen. Amen. Sasa roho ya uharibifu ikimvamia mtu, mara nyingi anaanza kufanya mambo ovyo ovyo. Nimalizie hii habari ya Akani alafu tuingie kwenye maombi. Akani aliwahi kusababisha Israeli ikashindwa vita dhidi ya watu wa Ai, tena vita, yani vita vidogo, wakashindwa kwa sababu Akani amekosea. Kwenye Yoshua 7:4-5 utasoma kwa muda wako, 4-5. Lakini mwisho wa Akani ulikuwaje? Kwa sababu ya ile roho ya ovyo, roho ya uharibifu iliyomvaa, ilisababisha Akani yeye na familia yake wakauawa katika bonde la Akoli. Waliuawa wote. Kwa nini waliuawa? Kwa sababu ya baba kuvamiwa na roho ya nini? Ya uharibifu. Kwenye Yoshua 7:24-25. Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakamtoa Akani mwana wa Zera na ile fedha na lile joo na ile kabali na dhahabu na wanawe na binti zake na ng'ombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavileta juu hata bonde la Akoli. Yoshua akasema, mbona mmetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga mawe, kisha wakawateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe. Unaona, familia nzima inapigwa mawe, inateketezwa kwa moto. Roho ya uharibifu ikimvaa mtu, uharibifu utatokea. Ipo mifano mingi ya Anania na Safira. Ipo mifano mingi ya kina Adamu na Hawa. Ipo mifano mingi ya kina Kain na Habel. Ipo mifano mingi ya kina Yuda Iskarioti ambao walivamiwa na roho za uharibifu na mwisho wa siku wakafanya mambo na yale mambo yakawarudia wenyewe. Roho ya uharibifu ikikuvamia, kuna hatari kubwa kwenye maisha ya mtu. Na ndio maana leo Bwana ameachilia neema ili kila roho ya uharibifu imwachie mtu ambaye imemvaa. Amen. Unanielewa vizuri eh? Amina. Unanielewa vizuri eh? Amen. Kuna mambo hayawezi kwenda kwa sababu una roho ya uharibifu. Ngoja nikupe mfano wa mwisho. Nishakutana na dada mmoja. Huyu dada kila alipowahi kuajiliwa paliinuka mpasuko katikati ya ile eneo. Yaani ukimchukua ukimwajili benki, hiyo benki itafilisika. Ukamchukua ukamwajili kwenye nyumba yako binafsi, yaani umemwajili kwenye nyumba yako, tangu alipoingia matatizo yataanza. Watoto wataumwa, kazini utakosa mshahara, utauza mpaka vitu vya ndani. Utamchukua utasema basi ngoja nikuajiri kwenye hili duka litafungwa. Okay sawa, basi ngoja nikupeleke shamba. Yaani popote atakapoingiza mikono yake, akipiga jembe tu hivi, mwaka huo mavuno hamtopata. Utalima shamba, ng'ombe watakapotokea watatafuna mazao yote. Yaani ndo ana roho hiyo. Ana roho hiyo. Alishauri familia, akamshauri mtu, bwana tuchukue mkopo wa fedha. Tukishachukua mkopo, nataka tufanye biashara, alafu baada ya hapo tutalipa. Mimi sina kiwanja, kwa tuchukue mkopo mkubwa, tuweke dhamana kiwanja chako. Kiwanja cha mwenzake kiliuzwa, fedha ilishindikana kurudishwa, walikopa fedha wakafungua biashara ikafilisika, na yule mwenzake kiwanja kikauzwa. Baadaye ananifuata, mchungaji, mimi sijui na mkosi gani, yaani kila nitakapoingia mimi pataharibika. Niliajiriwa kwenye kiwanda, baada ya wiki 2 kiwanda kimefungwa. Mchungaji, naomba unisaidie. Ngambia njoo tupige fire. Kubandika mkono, mapepo yamekaa ndani, amefungwa, hakuna chochote atakachoanza kikafanikiwa maishani mwake. Kwa hiyo na yeyote atakayeambatana naye umeisha. Na bahati mbaya anaambatana na watu ambao hawana Mungu, jambo likiwa gumu anasema tutafute mganga ashughulikie. Kwa hiyo wamekutana wote wanapenda uganga. Wanaanza kuambia aliyekuloga shangazi yako, mjomba wako, baba mdogo, wanatafuta mchawi, kumbe mchawi ni huyu hapa, yuko naye hapa, ana roho ya uharibifu. Tukapiga fire. Roho ya uharibifu ikivaa kwa mtu, huyu mtu ameisha.
Mimi natamani leo Mungu akufungue kwa jina la Yesu. Amen. Natamani leo Mungu akufungue kwa jina la Yesu. Amen. Ukiwa hapo sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rudia tena sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila roho ya uharibifu iliyonivaa, ile roho ya uharibifu iliyotumwa na wachawi na waganga na wasomanyota ikanivaa, kwa jina la Yesu ninaiondosha kwenye maisha yangu mashetani wote, wachawi wote waliotuma mashetani yao, wakatuma mapepo yao yakanivaa, uharibifu ukaanza. Leo hii ninashambulia wachawi wao. Leo hii ninashambulia hiyo roho ya uharibifu. Anza kuachia, achia mwili wangu, achia nafsi yangu, achia roho yangu, achia sasa. Roho ya uharibifu ninaivunja kwenye maisha yangu. Achia mapepo yote yaliyonivaa, ninayavunja. Achia sasa, achia. Imeandikwa mimi ni lungu la Bwana na silaha za vita ninapiga kila roho ya uharibifu kwenye maisha yangu. Achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anza kupiga roho ya uharibifu kwenye maisha yako. Omba sasa, omba kama askari, omba sasa. Fungua kinywa, kila mmoja aombe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila roho ya uharibifu iliyosimama, imesimama kwenye maisha yangu ili kuharibu hatima, na ipiga na kuipinga wakati huu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho ya uharibifu iliyoinuka inatafuna afya ya mwili, magonjwa kila siku, kwa mamlaka ya jina la Yesu nasimama kinyume nayo sasa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya uharibifu kwenye ndoa imesimama, hakuna binti ameolewa, hakuna nyumba imemalizika, kwa jina la Yesu Kristo nasimama kinyume nayo sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naamuru achia, pigwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba neno langu si kama nyundo na si kama moto, asema Bwana. Kwa neno la Bwana ambao ni moto, kwa neno la Bwana ambao ni nyundo, ninaseka hizo roho kwa jina la Yesu Kristo. Naseka hizo roho kwa jina la Yesu Kristo. Roho za uharibifu hizo tumwa ziharibu, roho za uharibifu hizo tumwa ziharibu, ili mtu asisimame biashara, asisimame uchumi, asisimame huduma, asisimame chochote, kwa jina la Yesu Kristo. Najishambulia, nashambulia hizo roho, nashughulika nazo katika ulimwengu wa roho. Hiyo roho iliyosimama inasimamisha magonjwa, presha na sukari, pumu na kansa, imesimama, imekuwa ni mwendelezo. Wazazi wote wanakufa, babu wanakufa, watoto wanakufa, ugonjwa ni ule ule, kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya uharibifu naishughulikia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Maana maandiko yanasema yoyote tutakayoyafunga Baba ameyafunga. Leo tunafunga roho za uharibifu hizo simama juu ya mtu huyo, zimefunga maisha yake, zimeenda kinyume naye, kwa jina la Yesu Kristo nazishughulikia. Eramashanda kapashata rikaparamanduna makaparamanduna mashanda rimosaka paramashata eramasanda kaparamashando kosata rikamanduna mashapara balba yamanduna mashende keperamashata. Kwa mamlaka damu ya mwanakondoo ninapiga kila roho ya uharibifu kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo. Roho ya uharibifu iliyovaa maisha yangu, roho ya uharibifu iliyovaa maisha yangu ninaishambulia kuanzia sasa. Wachawi wote, waganga wote, wasomanyota wote, roho zote ninazishambulia kuanzia sasa. Kila roho ya uharibifu anza kuachia kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo. Imeandikwa kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni nalo litang'olewa. Mapando yote ya uharibifu, mapando yote ya mateso, mapando yote ninayashambulia kuanzia sasa. Anza kuachia, anza kuachia. Rato kusaka pashata ramasaka pashata induma kaparamanda mashetekete ramamama setekete ramashata rikaparamasetekete ramashanda yando kusaka paramashata ribosa kaparamashata
masata ikamandara mashetekepera masata yakapara mashando kosata. Kwa damu ya mwanakondoo napiga roho ya uharibifu, napiga roho ya uharibifu, na kamata wachawi, na kamata waganga, na kamata wasoma nyota, vibwengo vinyamkela, ninashambulia kwa moto. Anza kuachia, anza kuachia, anza kuachia, anza kuachia. Imeandikwa, pingeni shetani atawakimbia, karibieni Mungu naye atawakaribia. Na kupinga shetani na kazi zako zote na mambo yako yote na shughuli zako zote, anza kuachia. Naituma damu ya Yesu, naituma damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Naituma damu ya Yesu, naituma damu ya Yesu mahali pote mliposhikilia, kwa jina la Yesu Kristo. Anza kuachia. Achia afya, achia uchumi, achia ndoa, achia kazi, achia biashara, achia uchumba, achia kwa damu ya Yesu. Na achilia moto, na achilia moto. Imetosha kuumwa, imetosha kutabika, imetosha, imetosha kuvurugikiwa, imetosha, imetosha, imetosha. Anza kuachia katika jina la Yesu. Ukiwa umesimama, shika sadaka yako, shika sadaka. Ukiwa umeshika, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Sadaka hii naipanda kama mbegu itakayozaa matunda yenye kuondosha roho za uharibifu kwenye maisha yangu. Ninapoitoa sadaka hii, kila roho ya uharibifu kwenye maisha yangu ikaondoke. Sadaka hii ikaninenee mema, ushindi, mafanikio katikati yangu. Situpi, ikazae 100 kwa jina la Yesu. Sadaka hii ikalete amani, ikalete furaha, ikalete ushindi, ikalete faraja mahali nilipokosa faraja, kwa jina la Yesu. Unaweza kuitoa sadaka yako, kimbia itoe ukisema imekuwa kwa damu ya Yesu. Unaitoa unasema imekuwa kwa damu ya Yesu. Vile vile wenye fungu la 10, shika bahasha yako. Ukishatoa utasimama hapa nikuombe. Mwenye fungu la 10, shika bahasha yako, alafu sogea mbele nikuombe. Jumatatu ya kesho vijana wanaanza kujenga choo pale na bafu, lakini ningeomba wakutane watumishi mafundi wale vijana niliongea nao. Kwa hiyo jitahidini mwanze hiyo ratiba kesho, na mtakutana na katibu Moze na Pastor Ima. Bodi tutaonana baada ya ibada. Zoni washike mkono wageni hao baada ya ibada, alafu utaonana nao. Na leo nimekuwa na taarifa ya baba Kim amepata udhuru. Nyosha mkono wako juu nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, nabariki mafungu ya 10 haya na shukrani. Ninatamka wanapotoa ikawe matunda, ikawe baraka, ikawe ushindi. Asitoe kwa kutupa, bali fungu la 10 hili likafungue milango ya baraka. Abarikiwe atokapo, abarikiwe akapo, abarikiwe afanyapo. Ninamkemea yeye alaye kwenye maisha yake katika jina la Yesu. Uchumi wake na kapu lake likabarikiwe daima katika jina la Yesu. Imekuwa, amen. Toa fungu lako la 10. Toa fungu lako la 10. Vizuri. Sasa sogea mbele tuombe. Leo nataka Mungu akusaidie. Karibu wana praise, nyimbo ya kuabudu. Sogea mbele tuombe. Sogea mbele. Kuna tangazo nilisahau wakati unasogea mbele, nataka nimalize. Mungu ametubariki, tuna booster hapa. Hebu kamanda ibebe. Mungu ametupa booster hapa. Wakati namalizia, sogea nayo mbele. Tuna booster hii. Amen. Mungu ametupa. Pigie Yesu makofi. Mchungaji wetu ametoa hii booster. Mchungaji wa tawi letu moja, sababu hii ije ifanye kazi makao makuu. Kwa hiyo Mungu amefanya kitu, na mumuombee baraka huyu mtu. Sema amina. Amen. Mungu akubariki. Lakini pia tuna mwaliko
kwa Pastor Kevi, mdogo wake anaolewa. Kwa hiyo alitoa kadi kwa ajili ya kanisa. Ile kadi iko kwa katibu. Sema amina. Amen. Mungu awabariki. Nyosha mkono juu. Funika macho yako. Leo tuna wachungaji hapa na watumishi wa kutosha. Amini utafunguliwa. Nyosha mkono wako juu, mwabudu Bwana. Wewe ni Mungu.
jina la Yesu. Katika jina la Kila Yesu. roho Kila roho ya uharibifu ya uharibifu kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, toka na uende. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Funika macho. Baba, katika jina la Yesu. Baba, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila mashetani, kila majini, vibwengo vilivyotumwa, vinyamkela, roho za kuzimu zote, mapepo ya kila aina waliosimama kwenye maisha ya mtu huyu, roho za kishetani zote zilizosimama kwenye maisha ya mtu huyu, naziamuru toka na uende. Naziamuru toka na uende. Chini Makata, chini Maimuna, chini Subiani, chini Sharifu, chini Maaba, chini Shams, uliyekaa ndani yake, na kuapisha toka na wachie. Toka na wachie. Toka na wachie. Ninaruhusu moto. Ninaruhusu moto. Ninaruhusu moto. Ninaruhusu moto. Ninaruhusu moto. Ninaruhusu moto. Wewe uliokaa ndani ya mwili huo, wewe uliokaa ndani ya mwili huo, wewe uliokaa ndani ya mwili huo, wewe unaosababisha uharibifu, na kuapisha toka. Na kuapisha toka. Ardhi uliokanyaga na iamuru iwake moto. Hali ya hewa iwake moto. Anga liwake moto. Na kukamata wewe unasababisha magonjwa, unasababisha mateso, unasababisha vifungo, uliyeleta kisukari, uliyeleta presha, uliyeleta TB, uliyeleta hayo magonjwa, ninakukamata kwenye ulimwengu wa roho. Anza kuachia. Anza kuachia. Na sambaza moto. Na sambaza moto. Na sambaza moto. Wewe roho ya uchawi uliyekaa ndani ya mtu huyo, na kuapisha, ondoka kwenye mwili huo. Ondoka kwenye mwili huo. Ondoka kwenye mwili huo. Na kukamata kwenye ulimwengu wa roho. Ondoka na uachie. Ondoka na uachie. Ondoka na uachie. Na sambaza moto. Na sambaza moto. Mtu mmoja aseme moto. Mtu mmoja aseme moto. Mtu mmoja aseme moto. Mtu mmoja aseme moto. 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 Sema. Moto. Tena. Moto. Tena. Moto. Tena. Moto. Tena. Moto. Sema. Moto. Tena. Moto. Sema. Moto. Endelea. Moto. Endelea. Moto. Endelea. Moto. Endelea. Moto. 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 Ninaamuru achia maisha mtu huyu kwa mamlaka damu ya Yesu. Ninasambaza moto katikati ya maisha mtu huyu. Kila majeshi ya pepo wabaya, falme za kuzimu, majini yote, Makata, Maimuna, Subiani, Sharifu, na kukamata kwenye ulimwengu wa roho. Anza kuachia. Anza kuachia. Achia kwa jina la Yesu. Achia sasa. Achia sasa. Achia sasa. Achia sasa. Ninakung'oa ndani ya mwili huu kwa mamlaka damu ya Yesu. Kwa mamlaka damu ya Yesu. Mtu mmoja asema moto. Rudia. Moto. Tena. Moto. Tena. Moto. Sema. Moto. Tena. 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 Moto. Sema. Moto. Sema moto. Sema. Moto. Tena. 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 Moto. Kila uchawi, kila uganga ninaushambulia kwa moto. Sema moto. Moto. Sema tena moto. Moto. Kila uchawi. Moto. Kila uganga. Moto. Kila mashetani. Moto. Toba. Moto. Sema. Moto. Sema. Moto. Choma. Moto. Sema. Moto. Rudia. Moto. Sema. Moto. Tena. Moto. Sema. Moto. Sema. Moto. Sema. Moto. Sema. Moto. Sema. Moto. Sema. Moto. Achina. Nakamata kila majeshi ya pepo wabaya. Naamuru achia. Naamuru achia. Naamuru achia. Naamuru achia.
naamuru achia. Mtu mmoja aseme moto. Rudia. Moto. Tena. Moto. Ya nguvu. Moto. Tena. Moto. Ongeza. Moto. Tena. 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 Moto. Sema. Moto. Tena. Moto. Sema. Moto. Tena. Moto. Tena. Moto. Sema. Moto. Tena. Moto. Rudia. Moto. Tena. Moto. Tena. Moto. Kwa jina la Yesu. fire. Rudia tena. Fire. Tena. Fire. Tena. Fire. Kila utawala, mamlaka za giza, mateso, vifungo vyote, hali yoyote iliyokamata maisha ya mtu huyu, ninaishambulia kuanzia sasa. Ninaachilia moto katikati ya mtu huyu. Wewe unayetenda kazi kwenye ulimwengu wa roho na kushambulia, mtu mmoja apige ukunga aseme fire. Fire. Rudia tena. Fire. Tena. Fire. Tena. Fire. Tena. Fire. Rudia. Fire. Tena. Fire. Ongeza. Fire. Tena. 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 Fire. Kwa jina la Yesu. Amuru achia. Wewe utendaye kazi, wewe na kuapisha kwa mamlaka jina la Yesu. Mwachie mtu huyu. Mwachie mtu huyu. Mwachie mtu huyu. Ninamfungua sasa hivi. Ninamfungua sasa hivi. Ninamfungua sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Na kuapisha, achia kwa mamlaka jina la Yesu. Achia mwili huu. Achia nafsi. Achia. 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 Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila kifungo, kila utawala, majeshi ya pepo ninayashambulia kwa moto. Mtu mmoja asema moto. Ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, ufalme wa mateso, shida, tabu, hali yoyote isiyofaa na ikamata kwa jina la Yesu. Na kamata wachawi na waganga watendao kazi kwenye ulimwengu wa roho, na waapisha kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo. Achia. Na kamata madhaifu na mateso, magonjwa na kila mitaji ya kuzimu iliyowekezwa kwenye miili ya watu, na iondosha. Roho ya udhaifu na iondosha. Vifungo na viondosha, na itumia damu ya Yesu. Na apisha. Achia mwili huu. Achia mwili huu. Achia mwili huu. Achia kwa jina la Yesu. Na kuapisha, achia. Na kuapisha, achia. Achia kwa damu ya Yesu. Achia. 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 Dakika hii, sekunde hii, sekunde hii, achia. Na ruhusu moto. Na ruhusu moto. Mtu mmoja aseme moto. Moto. Rudia tena. Moto. Tena. Moto. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila uchawi, Kila uchawi, roho za giza, roho za giza, uganga, uganga, mapepo, mapepo, ushirikina, ushirikina, ninauondosha ninauondosha kwa damu ya Yesu. 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 Na yapofusha macho yako yasione ule ufalme, usiwaone waliotumwa kukutesa, usisikie sauti zao. Naamuru usisikie sauti zao. Na yapofusha na macho yako kwa jina la Yesu. Na ulisema kwa jina la Yesu, kila roho ya kichawi, Kila roho ya kichawi naiondosha na iondosha kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Leta mikono. Naitumia damu ya Yesu Kristo kuyafungua maisha mtu huyu. Natangazia ulimwengu wa roho, kila kazi za giza hazina nafasi kwa jina la Yesu. Naifungua milango ambayo adui umeweka ukuta wako. Ile milango naifungua na kuiweka wazi, milango ya baraka kwa jina la Yesu. Ninapiga kila utawala wa kuzimu kwa jina la Yesu. Naapisha mashetani, majoka na majini, hayana nafasi. Na iruhusu damu ya Yesu imiminike ndani ya mwili huu. Hebu sema moto.
tena, moto, rudia moto, tena, moto, kwa nguvu moto, tena, moto, sema moto, tena, moto, tena, moto, tena, moto, kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Mimi fulani Mimi Isaac ninaondosha ninaondosha kila utawala kila utawala wa majeshi mabaya wa majeshi ya mabaya pepo kwenye maisha yangu. kwenye maisha yangu. Na ruhusu moto uwake ndani yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu ndani ya mwili wa mtu huyu. Ninaamuru mapepo na majini hayana nafasi ya kutenda kazi. Na pisha ule ufalme wa kuzimu, toka, achia. Rima shaka paramandu na mashete, heri ya masaka paramashata, achia. Mtu mmoja aseme moto, moto, tena, moto, tena, moto. Sema kwa jina la Yesu, la Yesu. kila roho za kuzimu tunaziapisha, zisiteze maisha ya mtu huyu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naangusha ukuta. Naangusha Yeriko. Iliyosimama kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Achia sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema achia maisha yangu. Achia maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Enyi mapepo. Ninawaamuru. Toka. Majini, mizimu, toka. Achia mwili wangu. Achia nafsi. Achia roho. Achia ufahamu. Kwa jina la Yesu. Imeandikwa kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni nalo litang'olewa. Ninang'oa mapando yote kwa jina la Yesu. Naomba niombe na mtu mmoja hapa ambaye kila unachokifanya roho ya uharibifu inainuka mbele yake, kitaishia njiani. Iwe ni uchumba, iwe ni kazi, iwe ni biashara, itainuka kitu ambacho ni roho ya uharibifu, itaharibu hilo jambo. Naomba niombe na wewe. Lakini pia mwingine itaibuka tu maneno ya kukuchafua kile kitu ulichokianza kionekane hakifai. Naomba niombe na wewe. Ukiwa umesimama, nyosha mkono. Inatamka kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kila roho ya uharibifu iliyovamia maisha yako ili kuharibu maisha yako, kuharibu vyote ulivyo navyo, ninaiondosha kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Naitumia damu ya Yesu Kristo kukufungua kuanzia sasa katika jina la Yesu. Nayaamuru mapepo, nayaamuru mashetani, nayaamuru majini, toka na wachie maisha mtu huyu. Mmepanga achafuke kwa maneno machafu, mmepanga aharibikiwe, mmepanga kinachoanza kiishie njiani. Naitumia damu ya Yesu, vyote alivyoanzisha visimame na kunawiri kwa jina la Yesu. Na kuapisha wewe uliyekaa kwenye maisha yake, toka na uende, toka na uende kwa jina la Yesu. Naomba mtendakazi usogee hapa. Toka na uende. Wewe uliyetumwa kumharibu mtu huyu, toka na uende. Mwachie na kuapisha, mwachie na kuapisha, mwachie na kuapisha, mwachie na kuapisha, mwachie. Na inusu damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu imiminike, damu ya Yesu imiminike. Na yakamata majeshi ya pepo wabaya, na yakamata majeshi ya pepo wabaya,
na kamata mashetani na majini yote yaliyotumwa kumtesa. Anza kuachia, anza kuachia. Mtu mmoja sema achia. Rudia tena, sema tena, sema tena, sema tena, kwa jina la Yesu. Kila uliopo mbele sema kwa jina la Yesu. Tangu leo nilipotoka mbele hapa, chochote kile kinachoharibu maisha yangu, kazi yangu, biashara yangu, kwa jina la Yesu, ni mwisho. Nimekizuia isiendelee tena, kwa jina la Yesu. Amen. Unaweza kurudi, Mungu amekufungua. Pigie Yesu makofi. Ukiwa huko sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nalitukuza jina lako. Roho ya uharibifu isifanikiwe kwangu. Amen.